Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo ambayo umeifanya tena kuweza kuwepo mahala hapa. Asante kwa kibali, asante kwa uzima, asante kwa afya njema ambayo umekusudia. Hakika ni jioni njema kabisa ambayo Bwana umeifanya, nami mtoto wako nipo hapa kuziweza kuzinena habari zako za ufalme. Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza wote, mwenye mamlaka yote, naomba kibali na upako kapate kutembea mahali hapa. Bwana, naomba ukafungue na kuponya kila mtu aliye dhaifu. Nalitukuza jina lako mfalme, kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu sana tena sana. Na jioni ya leo ikawa ni jioni ya pekee sana kwenye maisha yetu. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, naliazimisha jina lako katika jina la Yesu Kristo Nazareti tuliye hai. Amen. Oh, unaweza Bwana, wewe Bwana unaweza, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana. Ndio popote pale ulipo, unaposikia sauti, ni sauti ya Injili ya Yesu Kristo. Ni wakati ambao tunataka kuweza kulisikia neno la Mungu kupitia kinywa changu jioni ya leo. Na popote pale ulipo, Mungu akuongoze, Mungu akusaidie majira haya ninavyoongea. Uweza wa Mungu katembee katikati yako katika jina la Yesu Kristo, na Mungu akafanya makubwa jioni ya leo kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye uhai na uzima na afya yako, lakini pia hata katika ndoa na mahusiano ulionao. Ni jioni pekee kabisa ambayo namwamini Mungu ambaye namtumikia ataenda kufanya mambo makubwa kwenye maisha ya watu wake. Na bila kupoteza muda, jioni ya leo nataka niweze kueleza habari za Mungu aliye hai. Na habari hizi ni habari njema za ufalme wa Mungu, yeye aliyeumba mbingu na nchi, na sisi tu kazi ya mikono yake. Na jioni ya leo nataka nieleze kwa habari ya makusudi ya Mungu kumuumba mwanadamu. Makusudi ya Mungu kumuumba mwanadamu.
nafaa katika maisha tulio nayo, katika hali tulio nayo. Kila mwanadamu au kila mtu tunayemwona chini ya jua, lipo kusudi ambalo Mungu ameliachilia kwa mtu huyu. Yapo makusudi ambayo Mungu ameachilia kwa huyu mwanadamu. Kwa lugha nyingine ni kusema hakuna mwanadamu yeyote aliyezaliwa hapa duniani, aliyeumbwa hapa duniani kwa bahati mbaya. Yaani kwa lugha nyingine niseme hakuna mwanadamu yeyote chini ya jua ambaye aliumbwa au alizaliwa kwa bahati mbaya. Bahati mbaya zipo, lakini sio kwa upande wa uumbaji wa mwanadamu. Ndio maana tukijaribu kusoma Biblia, kitabu cha Mwanzo na ile sura ya kwanza na ule mstari kuanzia 26, Biblia inasema ya kwamba Mungu baada ya kuumba dunia, ya kuumba kila kitu, ya kukamilisha kila kitu ambacho alikusudia, huyu Mungu akaona kwamba kwenye hii dunia kuna upungufu, akaona kwamba pamoja ni sawa, ameumba mimea pamoja ni sawa, ameumba samaki pamoja ni sawa, ameumba kila kitu ambacho ni chema machoni pake, lakini akaona amepungukiwa mtu ambaye ndiye anaweza akaitunza ile bustani ya Edeni, lakini sio tu kuitunza, bali na kutawala vyote vilivyomo katika dunia. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile Mungu akasema, kitabu cha Mwanzo 1 sura ya kwanza 26, Mungu akasema na jeshi lake la mbinguni, akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale dunia, wakatawale na kila kilichomo katika dunia. Sikiliza, ni Mungu na jeshi lake wakakaa pamoja, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, wakakaa pamoja, wanajadiliana kwa habari ya uumbaji wa mwanadamu. Nisikilize mtu wa magereji malapa, haujazaliwa kwa bahati mbaya. Hata kama wakati mwingine unajilaumu, kwa nini umezaliwa kwenye familia fulani, kwa nini umezaliwa kwenye ukoo fulani, lakini hakuna mwanadamu yeyote leo hii aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Kila mtu unayemtazama katika dunia amezaliwa kwa makusudi. Lipo kusudi ambalo Mungu alilikusudia kwa huyu mwanadamu, kwa huyu mtu ambaye amemuumba kwa sura na mfano wake. Lakini pamoja na hayo, yupo
shetani ambaye ameharibu ule mwonekano, ameharibu ile sura, ile mtazamo, ile image ya huyu mtu. Yupo shetani ambaye ameiba, yupo shetani ambaye ameharibu. Na ndio maana katika ile bustani ya Edeni, Mungu alipomuumba mwanadamu wa kwanza, Adamu na Hawa, Biblia inaniambia kwamba Mungu akawakabidhi ile bustani, akawapa ili waitunze, ili wailime, ili waihudumie, lakini pia nayo iwapate kuhudumia. Yani ili watunze mazingira, ili kama kuna mboga pale wazipalilie, waziweke sawa, na baadaye hizo mboga zikimea waweze kuzitumia wenyewe. Lakini pamoja na hayo, shetani naye alikuwa pembeni. Alipokuwa pembeni, shetani akaenda kuharibu mfumo mzima wa mwanadamu, Nisikilize mtu wa Tegeta, nisikilize mtu wa Magerezi Malapa, nazungumza kwa habari ya makusudi ya Mungu kumuumba mwanadamu, lakini hawezi elewa makusudi pasipo kutambua mwanadamu huyu ambaye tunamzungumzia ametoka wapi. Ukienda sekondari watakwambia mwanadamu wa kwanza alianza kuwa nyani, alianza kuwa nyoka. Wanasayansi ukienda sehemu nyingine wanakwambia mwanadamu wa kwanza alianza kuwa nyoka, baadaye akaanza kuwa ngedere, sijui akaanza kuwa panya, baadaye akaanza kuwa nyani, baadaye akaanza kuwa sokwe, baadaye kwenye sokwe ndio akaja mwanadamu. Hiko kitu si sawa. Mwanadamu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na alipoumbwa alikuwa ni kama sanamu ambayo haliwezi kuongea chochote na haliwezi kufanya chochote. Mungu akampulizia pumzi mwanadamu. Biblia inasema kwamba huyu mwanadamu akawa nafsi hai. Nisikilize nikwambie mtu wa Tegeta, sisi ni roho inayotembea. Roho ikiondoka, mwili ndio hapo unapata habari ya kwamba mtu fulani amekata roho, mtu fulani amekufa, anaitwa marehemu. Yani roho ikitengana na mwili, huyo mtu anabaki kuitwa marehemu. Jioni ya leo ndipo hapa kuzungumza makusudi ya Mungu kwa mwanadamu, kumuumba mwanadamu. Sio bahati mbaya. Hakuna mwanadamu ambaye amezaliwa kwa bahati mbaya. Hajalishi wazazi wako ni maskini au matajiri, hajalishi wazazi wako wamesoma au hawajasoma, hajalishi wazazi wako wakoje, lakini hakuna mwanadamu yeyote ambaye amezaliwa kwa bahati mbaya. Pamoja umepata shida sana, tumetoka familia tofauti, wengine hawajawahi kula hata chai na mkate huko vijijini mpaka leo watu wanaosikia kwenye TV, wengine hawajawahi kula hata wali pilau mwanangu, mpaka sikukuu hadi sikukuu tunapokea vijiji, tunalewa. Labda sasa hivi kidogo, kwa sababu watu wanalima mipunga, watu wanachanganya kuna pale, yani wale umekuwa kawaida. Lakini mwanangu, kuna maisha mengine tumeyapitia, unakuta ukipikwa ugawa mtaani, kama ulikuwa uogi siku hiyo utaoga. Kijana amejua, amesema kweli kabisa. Mwanangu, kama ulikuwa uogi siku hiyo utaoga, kwa sababu tena hapo umepikwa wali maharage. Achana na nyama mpaka aje mgeni, siku hiyo.
ikija pale nyumbani, kama kuna nyama ya ng'ombe itaenda ikanunuliwa kilo moja, na sisi tunapatia hapo hapo, hatuchezi mbali. Masela tunapatia hapo hapo. Kuna namna ambavyo tumetoka kwenye familia tofauti. Wengine wametoka kwenye familia ambayo hakuna hata aliyeshia form 4, yani zaidi sana form 2, yani kasoma huyo, kasoma form 2, yani mtoto wa kwanza form 2, wa pili form 2, wa kwanza wa kiume alipofika form 2 akaacha shule. Kama kuna dada na alipofika form 2 akajazwa mimba akaacha shule. Kwa hiyo kuna familia ambazo yani elimu yao ni form 2. Akifika chuo kikuu, baadhi ya wanaukoo watajiuliza maswali, imekuwaje? Imekuwaje? Tena wanaweza wakajifanya wakasema kwamba huyu mtu anajifanya amesoma. Sio anajifanya amesoma, ni kwa sababu wao wamezoea kuona au kusikia kwamba watu kwenye familia zao, kwenye ukoo wao, watu wanaisha form 2. Kwa hiyo mwanangu, ukitoboa form 4, form 6, chuo, watasema huyu anajifanya amesoma, lakini sio kujifanya. Ni neema tu mwanangu, imetokea ukatoboa. Katika hali yoyote ile ambayo umetokea kwenye familia, kwenye ukoo, lakini pamoja na hayo yote bado lipo kusudi na Mungu kukuumba. Lipo kusudi na Mungu kukuleta duniani. Hakuna mtoto anayezaliwa kwa bahati mbaya. Hakuna mimba inayoingia tumboni mwa mwanamke kwa bahati mbaya. Yani mwanangu, sio upige mwenyewe na mtu wako halafu vipi imetokea, halafu unasema bahati mbaya. Nani kasema? Nani kasema? Yani sio mwanangu, umeenda umepiga mwenyewe mabusu kama yote, halafu mimba imetokea unasema bahati mbaya. Nani kasema bahati mbaya? Hayo ni makusudi, lazima mtoto azaliwe. Na wengine ilipotokea mimba, masera wakageuza kibao, hoya, hiyo mimba sio yangu, naomba utoe. Na wadada nao kwa sababu wamesikia maneno kama hayo, wanaenda hospitali, wanafanya abortion, wanatoa mimba. Wakishatoa mimba, anabaki free, anaanza tena bado kuhangaika. Nisikilize, chochote kile ambacho kinatendeka, mimba inapoingia kwa mtu haiji kwa bahati mbaya, ni makusudi kabisa. Lakini tatizo, hata kama umefanya uzinzi, lakini mwanangu, mimba ikitokea, na sio umepiga mwenyewe, umepigana wenyewe, mimba ikitokea ni makusudi ya Mungu. Lazima yule mtoto azaliwe, lazima yule mtoto azaliwe, lazima yule mtoto azaliwe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu analo kusudi. Kwani haujawahi ona watoto ambao walizaliwa nje ya uzinzi leo ni wachungaji, leo ni wahubiri wakubwa, leo ni maprofesa, leo
kuzaliwa, ameumbwa kwa kusudi maalum. Hayupo kwa bahati mbaya. Ukimwona mtu anahangaika, hayupo kwa bahati mbaya. Ukimwona mtu haeleweki, hayupo kwa bahati mbaya. Ni kusudi la Mungu ndilo lililosababisha huyo mtu yupo hai hata sasa. Ni kusudi la Mungu likasababisha huyo mtu apate kuishi, apate kupokea duniani. Hata wewe ambaye unanisikia majira haya, haupo kwa bahati mbaya, haupo kwa bahati mbaya mwanangu. Kwa hiyo kuna watu imefika hatua wamejikinai, wanasema bora nisingezaliwa, bora nisingeumbwa. Hapo mwingine anasema imefika hatua anasema bora ningezaliwa Marekani mpwa, nikapewa msosi na wazungu, nikatengenezewa chumba changu, kuliko kuwa mwanadamu Tanzania. Kwani kusikia au najizima data? Kama wewe hujawahi kusikia mwanangu, mimi nishasikia sana. Mtu anasema bora ningezaliwa Marekani mpwa kuliko kuzaliwa mwanadamu Tanzania. Akijaribu kulinganisha maisha yake, akijaribu kupima kiwango chake cha maisha, kipato chake, anaanza kujilinganisha, anasema hapana, mimi sikustahili kwa hivi. Mzazi wangu alikataa kunisomesha, mama yangu alikosa ada ya kunipeleka shule, mimi sikustahili kuwa hivi. Anaanza kujilaumu mwenyewe. Lakini haupo kwa bahati mbaya. Usijilaumu, haupo kwa bahati mbaya. Haijalishi upo vipi, haijalishi unapitia changamoto gani, lakini duniani haupo kwa bahati mbaya. Mungu analo kusudi maalum na wewe, na kusudi la kwanza Mungu anachokitaka, anataka umwabudu yeye, umwabudu yeye. Kusudi la kwanza kuumbwa kwa mwanadamu ili apate kumwabudu Mungu. Nisikilize ndugu yangu, haujaumbwa duniani uje usumbue watu, haujaumbwa uje utese watu, haujaumbwa kuja kufanya show duniani, haujaumbwa kuja kufanya maonyesho duniani. Hapana, kusudi la kwanza la mwanadamu kuumba ni kuhakikisha kwamba anamwabudu Mungu wake aliyemuumba, anayemjua tangu mwanzo hata mwisho. Leo utashangaa watu hawana tai na Mungu. Ukihubiri habari za Yesu hawaelewi, wanajizima data. Ukihubiri habari za Mwenyezi Mungu hawaelewi, wanajizima data. Watu hawana tai na Mungu, watu hawana tai na msikiti hata kanisani. Kuna mtu kwenda kanisani mpaka sikukuu hadi sikukuu, yaani akisikia Pasaka, Krismasi, mwaka mpya, ndio namuona anaenda kanisani. Hiyo haisaidii chochote. Kusudi la kwanza la Mungu kukuweka hapa duniani, anataka umwabudu yeye, anataka umtegemee yeye, anataka umtumaini yeye. Hiyo ndio kusudi la kwanza. Yaani Mungu hajamuumba mwanadamu aje duniani hatafute pesa. Kwani sikia mtu pesa anazikuta? Tumezikuta na tutaziacha, tumezikuta na tutaziacha. Na wengine ambao hata kama tunajiwekea fedha account kwenye benki, benki aina mbalimbali, tutaziacha. Watu watagombania, lakini nao baadaye watazimaliza, au hata kama hajamaliza wataziacha. Lazima ifike hatua watu wapate kutambua, wapate kuelewa ya kwamba yapo makusudi ya kumweka hai duniani, ya kumweka hai wanadamu duniani. Hajatuumba kama bahati nasibu, hajatuacha kama bahati nasibu. Na ndio maana wapo wengi leo sana, wengine wamezikwa, ndugu zetu wamezikwa. Hapa tulipo mbele yetu tuna makaburi tunayaona pale, nao waliumbwa kwa makusudi. Wengine waliyatimiza yale makusudi na wengine hawajatimiza. Kwa hiyo unapotembea duniani, unapokuwa hai duniani, lazima utambue kwamba Mungu hajaku
Shetani alipoona Adamu na Hawa wametulia katika ile bustani ya Edeni, wapo wanaishi vizuri, wanakula vizuri, wanalala vizuri, Shetani akajawa na wivu. Alipojawa na wivu akawafuata, akawaambia, hivi ndivyo Mungu alivyoambiwa ya kwamba msile matunda ya mema na mabaya? Wale watu wakasema ndio, kwa sababu tukila tutakufa. Shetani akageuza kibao akasema mkila hamtakufa. Watu wakala, walipokula tu, sikiliza, walipokula mwanangu, kifo kikaanza kutokea. Kifo cha kwanza, kuna vifo aina tatu, vifo aina tatu. Kifo cha kiroho kikatokea pale. Adamu na Hawa waliambiwa na Mungu kwamba siku mtakapokula matunda ya utii wa ujuzi wa mema na mabaya mtakufa. Hawakufa pale pale, waliendelea kuishi. Miaka imepita, Adamu akiishi miaka zaidi ya 900. Adamu akaishi miaka mingi ikapita, hakufa pale. Alikufa kifo cha kwanza cha kiroho. Kwa lugha nyingine, roho yake ikatengana na Mungu. Yeye mwanadamu, mwanangu, anaweza akatembea hapa duniani, mwanangu, kumbe kesha kufa siku nyingi, anasubiria kuzikwa. Mwanadamu unaweza kaona mwanadamu yupo hai, lakini kitambo kesha heri anasubiria kuzikwa. Nisikilize, kifo cha pili ni kifo ambacho mwili unatengana na roho, na mwili ukitengana na roho, mtu anaitwa marehemu. Leo kila mtu atakufa. Hakuna mwanadamu ambaye ataishi milele. Hata mimi nakuhubiria hapa, sijui wakati gani ambapo nitakufa, na nikifa, kama nitakufa katika njia ambazo naonekana, watanizika kaburini. Lakini kama pengine naweza nikaliwa na mamba huko baharini, naweza nikapotelea porini huko, lakini nitakufa. Yani kifo cha pili ni kwamba mwanadamu yeyote duniani, hawe tajiri, hawe maskini, hawe na elimu, asiye na elimu, hatakufa. Ni mwili kutengana na roho. Baada ya hapo, mtu anaitwa marehemu. Anaitwa marehemu. Hapa hakuna anayekwepa mwanangu. Yani uwe mpagani, usiwe mpagani, uwe mtakatifu, usiwe mtakatifu, wote tutakufa, wote tutalala. Hapo ndipo kitabu cha Ayubu ile sura ya 14 anasema ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa tabu, zimejaa mateso. Yeye huchanua kama ua na kisha unyauka. Hiki kifo kila mmoja kitampata. Leo tunachanua, leo tunanawiri, leo tunapendeza wenyewe, lakini hiki kifo kinapokuja hakichagui cheo, hakichagui umri. Na ndio maana wapo wenye vyeo wengi sana wamekufa, wapo wenye elimu wengi sana wamekufa, wapo warepo wengi sana wamekufa, wapo watu wa kila namna wamekufa. Kwa hiyo hiki kifo cha pili kinaitwa mwili kutengana na roho, ni mwili kutengana na roho. Lakini kifo cha tatu ambacho mwanadamu alikipokea baada ya Shetani kuingilia kati mchezo, kifo cha tatu ni kifo cha milele. Sikiliza, Biblia inasema katika kitabu cha Ezekieli 18:20, anasema ya kwamba roho itendayo dhambi ndiye itakayokufa, ndiye itakayokufa. Sasa hiki kifo cha tatu ni kifo cha watu ambao hawana time na Mungu. Yani kina watu ambao wapo duniani bado wanaishi, wanapumua, wanakula chipsi mayai, tunakunywa juisi ya miwa, tunakunywa maji ya GSM, tunakunywa kiwingu, double kiki, tunapiga skaka wenyewe. Iko kifo kinawaushi watu hao ambao hawana time na Mungu, hawana time na Mungu. Biblia inasema katika kitabu kile cha
cha Luka, kitabu cha Luka, kulikuwa na mtu mmoja, Luka 16, kulikuwa na mtu mmoja, Biblia inasema kwamba huyu jamaa yeye alikuwa ajali watu, wala hana time na Mungu, hana time na Mwenyezi Mungu. Alikuwa tajiri, lakini katika ule mji kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Lazaro. Huyu Lazaro Biblia inasema kwamba yeye ni maskini, hakuwa hana pesa hata ya kununua panado. Siku moja Lazaro akafa, akachukuliwa moja kwa moja mpaka kifuani mwitego. Lakini baada ya muda yule naye tajiri akafa, akazikwa. Tajiri alikuwa na dini, Kuna mtu hapa anasema wewe usifanie nayo dini. Sikiliza, dini haisaidii chochote kwenye kifo. Dini haisaidii chochote kwenye kifo. Dini haisaidii chochote kwenye umauti. Nisikilize mtu marapa, inawezekana leo umepata neema hii, usiipate tena ya kusikia habari za Mwenyezi Mungu tena. Uzuri wake mwanangu, vyuma vimeumana. Wapo baadhi ya Wakristo wamefunga na Waislamu nao wamefunga, kwa vyuma wenyewe wanaitwa vimeumana. Safari wote ngoma roho. Kwa unajua kabisa watu wapo makini kusikiliza hizi habari. Kifo cha tatu, kifo hiki ni kutengwa na Mungu milele. Unajua anaposema milele kiBiblia, milele ni miaka mingi isiyo na mwisho. Ukisikia kitu milele, popote pale unaposikia milele daima, yani ni miaka isiyo na mwisho, ni miaka isiyo na mwisho. Kwa hiyo watu watatengwa, watu watakuwepo jana pasipo mwisho, watu watakuwepo mbinguni pasipo mwisho. Sasa nirudi kwenye ujumbe. Kama lipo kusudi la kuumbwa kwa mwanadamu, na kusudi la kwanza lilikuwa mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu hamwabudu Mungu wake, awe anamwabudu Mungu. Na kumwabudu Mungu sio kuimba mapambio. Kumwabudu Mungu sio tu kwenda kanisani. Nisikilize, inawezekana uende kanisani, sawa, wala hautaulizwa mbinguni kwa nini hujaenda kanisani. Hakuna mwenye taimu ya kukuuliza. Inawezekana haendi msikitini, sawa, hakuna atakaye kuuliza mbona hujaenda msikitini. Hakuna. Mungu atashughulika na yale uliyoyafanya ulipokuwa duniani. Mwanangu, kama ulikuwa unapana ungo unavizia watu wamelala, wewe unapana ungo Morogoro sekunde 2, mwanangu, hiyo imeandikwa. Kama ulikuwa unapenda wake za watu, unavizia wake za watu, mwanangu, hiyo imeandikwa. Kama ulikuwa unapenda mishangazi, hiyo imeandikwa. Kama ulikuwa unapenda ulevi, hiyo imeandikwa. Kama ulikuwa unapenda washerati,
makusudi. Na ndio maana ukisoma Biblia inasema kwamba Mungu alimuumba mwanadamu akamfanya kuwa mzabibu mwema. Amegeukaje kuwa mzabibu mwitu? Kwa kufanya mambo ya uovu, kwa kumfuata shetani. Lakini jioni ya leo ipo neema kwenye maisha yako. Jioni ya leo ipo neema kwenye moyo wako. Neema ipo. Mungu bado hajakusahau. Pamoja na kwamba ulitenda tofauti na yeye, lakini bado anakuita, bado anakuita, bado anakutamani. Mungu bado anakutamani. Dada mmoja kule Kimara kwenye ofisi yao pale ofisini, kwenye ile shedi ya pale pale Kimara Baruti, dada mmoja nakumbuka siku za nyuma, dada wa watu, mashallah, lepo cheupe dawa, dada wa watu. Siku hiyo tunafanya ibada pale, akakataa, akasema mchungaji, mimi bwana, muda wangu bado. Nikamwambia dada, sikiliza dada, anaitwa, sitaki kutaja jina. Sasa mwaka wa jana mwezi wa 11 nikapigiwa simu nikiwa huko Tegeta kwamba yule fulani anaumwa nini, kila mtu anachenga, kila mtu anachenga. Nikasema isiwe shida. Baadaye akanipigia simu akaniambia, pasa, mimi naumwa. Unaumwa nini? Wewe hatu naumwa. Nikamwambia siwezi kuomba bila kujua ugonjwa unaoumwa. Dada wa watu baadaye akaanza kufunguka tena. Kumbuka siku hiyo nilikuwa hapo uwanjani usiku kama saa 3, nikaongea naye kwenye simu, akaanza kufunguka, naumwa kitu fulani. Nikamwambia sawa, kwa hiyo natakaje? Nahitaji maombi. Mimi nikampa masharti yangu, sio magumu. Nikamuuliza swali la kwanza, umeshaombewa? Ndio, nimeombewa sana. Unaombewa sana. Mafuta ya upako nayo? Sawa. Maji ya upako nayo? Sawa. Sasa sikiliza, chagua moja. Maana alikuwa hawezi hata kula. Anasema hawezi kula na alikuwa anazimia. Nifika tu mpaka anazimia na hawezi kula chochote. Nikamwambia sawa, ina shida. Sasa sikiliza, chagua moja. Uendelee na mafuta ya upako na maji ya upako, au wachanako nikuombe. Akasema kwani wewe unaonaje? Nikamwambia chagua moja. Ukishachagua nitafuta. Akasema mpaka nakupigia wewe simu, kazi yako kwamba nimeshindwa. Ndio sana. Si unazimia Nikamwambia kesi kama hizo mimi ndo nazipaka. Nikamwambia kesi kama hizo mimi ndo nazipaka, ni wakuzimia na mapepo. Nikamwambia mimi nazipaka bwana. Akawa anacheka, akajua ni masiara. Unajua ukiona mtu mwenye mapepo anakimbia, mimi ndo nafurahia. Au kama yani naona kama vile ndio kitengo changu. Ukiona mtu kadondoka tu hiyo, mimi sikimbii. Hapo kitaeleweka. Yani hata siku hata kitokea huko, nipigieni simu. Hapa namba simu, nipigieni simu. Hao yamezimia, hao yamedondoka tu na mapepo yasiyoeleweka, si na majini, si nini. Nikamwambia weka mkono kifuani kwenye simu, sikiliza kwenye simu. Hakaweka, fatisha maneno haya. Hakafatisha. Alipofatisha nikamwambia tulia. Nikaomba kama dakika 10 tu. Kesho yake nikamwambia mimi sikupigii simu, ila kesho kutwa nitakupigia simu ili uniambie naendelea. Kesho kutwa nakupigia simu. Yule dada ameanza kula, ameanza ile hali ya kuzimia ikakata. Siku hiyo mwezi wa kwanza tumefungua ofisi pale.
mtu wa kwanza kuwatangazia wale wageni, jamani, huyu mtu msimguse. Yaani mwenyewe akaanza kunitangaza mwenyewe, sio kwamba anajua. Huyu mtu kumbe yuko serious, ameniombea mpaka anakuja kazi. Nisikilize, lakini mwanzoni huyu dada hakuona uthamani wa ibada, hakuona uthamani wa Mungu, lakini alipoumwa ndipo akaona uthamani wa kumtafuta Mwenyezi Mungu. Pero dada ni Muislamu kabisa, ni Muislamu kabisa, akaona uthamani wa kumtafuta Mwenyezi Mungu. Mpaka leo ni mzima, mpaka leo ni mzima. Sasa leo utashangaa, ukipita mtaani utashangaa watu jinsi ambavyo walivyokuwa na kiburi, hawana tai na Mungu. Sikiliza, siku moja utakuja kubananishwa kwenye 18 za Mungu. Siku moja utakuja kubananishwa kwenye 18 za Mungu. Mwanangu, utatutafuta. Na mwanangu, ukikutana na mimi nakuombea kama sikuombei. Yaani nakupiga maombi kama sikupigi maombi. Yaani wewe imani ni moyoni mwako. Ndio nikaja tu nikacheka, nikasema sasa shetani mjinga kwa kweli. Au nikishajua kama umerogwa shina watu, ambia leo waganga wa kienyeji wajinga kweli kweli. Waganga wa kienyeji ama yaani machizi tena hawa kama yaani hawa sikunguni hawa wachawi hawa sikunguni hawa. Utakutana mwanangu, haya maisha hakuna kitu cha kuingia. Wajua hapa hivi, kama ushawahi kutafakari, ukipita hata pale kwenye makaburi yako jirani, si yale pale yanaonekana? Kwani yako bana, si yale pale misalaba ile pale inaonekana? Wewe ushawahi kupita pale ukajiuliza maswali kwamba siku moja na mimi mwanangu nitafukiwa kwenye makaburi na mimi nitakuwa kama hivi, kama hawa waliolala? Ushawahi kujiuliza hayo maswali? Au unapita mwanangu, umejizima data, unatembea barabarani kama uelewi? Lakini nataka nikwambia kwamba hakuna cha kuringia hapa duniani, hakuna cha kujivunia hapa duniani. Hajalishi watu wanakuonaje, hajalishi una pesa, lakini kama kuna kitu cha kuingia kwenye maisha, ni maisha ya kumwabudu Mungu, ni maisha ya ibada, maisha ya kumtukuza Mungu, maisha ya kutembea na njia za Mungu, maisha ya kutembea kwenye kusudi la Mungu. Hayo ndio mambo ya kujivunia kwenye dunia. Lakini utashangaa mtu anajivunia shepu. Ukipita mitaa fulani unakuta wadada wamekaa pale wanalingishia shepu zao. Nikipita na baiskeli yangu mwenyewe, nimetoka kukiwasha huko, nimetoka Tegeta kupigania mapepo, ukipita pale unashangaa wadada wamekaa, vichupi viko nje, wanalingia shepu, wanalingishia wanaume. Nisikilize, tuwategeta mtu wa magereti, hakuna cha kuingia kwenye maisha. Kama kuna kitu cha kuingia, ni kuwa na Mwenyezi Mungu kwenye maisha yako. Utashangaa wenye pesa wanalingia pesa zao, wengine wamesababisha hata ndugu zao akanyaga hata majumbani mwao kwa sababu ya pesa. Wengine wanalingia uzuri. Leo nilikuwa pale Tegeta, nikaambia leo watu wanalingia uzuri. Akipita analingia shepu, akipita anavaa vimini vyake, anatembea barabarani. Yeye ndio yeye. Oh my God. Hakuna cha kuingia kwenye dunia. Cha kuingia ni Mungu aliyekuumba, anayejua leo yako na kesho yako, anayejua jana yako na mwisho wako. Cha kuingia ni Mungu. Yaani wewe una hata 200 mfukoni, una pesa hata laki, halafu una hata cha kuingia. Tafuta Mungu, ulinge naye. Wanangu, tafuta Mungu, ulinge naye. Unajua mimi nayo bili hapa,
Sio kwamba tu na Biblia tu ispika tu hapa tu. Nahubiri kwenye mikutano mikubwa, naenda mkoani, nakutana na watu tofauti. Wakati mwingine unakuta tunaenda mkoani. Wewe mkoani kule mwenyewe anajisifia sana kwa uchawi. Sasa mimi mwanangu nikienda wewe, hata kama kwenu kuna siku moja wewe niambie bwana mkoa fulani naenda kuhubiri Injili, mimi naenda mwanangu. Unaogopa mchawi tu ukapitisha tu, tena sio ukapitisha panya tu kapita juu ya batu tayari ushakimbia. Nipeleke kwenye wachawi huko, mimi ndo nakutaka. Wataalamu wa kupana ungo au mimi ndo nawataka. Kwa sio kwamba najifunza au sio kwamba natafuta chochote kiki. Yani ni neema tu ya Mungu. Kwa naringa na Yesu wangu, na popote mimi napoenda sitambulishi kazi yangu ya ofisi hata siku moja kwamba mimi si nafanya kazi Kimara, si Puma, na nafanya kazi si 5 si 7, sina muda huo. Kazi yako nini? Ni mhubiri wa Injili. Maisha wewe ukiwa unafanya kazi wawili tu unawatoa jasho watoto wa watu. Jasho inawatoka wakikuona kama ameona simba, wanaenda kujificha kwanza, alafu baadaye wanarudi tena, wanaanza kupiga hesabu, tunamwingiliaje? Shikamoo zinakuwa kama zote. Tunatambua kusudi la Mungu kutuumba, kwa hatutaki kulipoteza. Usije ukapoteza kusudi la Mungu kukuumba wewe. Mungu amekupa upendeleo sana, na zaidi ya yote ameachilia afya kwenye maisha yako, amekupa uzima mpaka leo. Wengine saa hizi tumeshapewa taarifa wamekufa huko hospitali, saa hizi wapo mochwari, saa hizi wengine wapo mochwari huko. Wewe unapumua na kuwa mbada barabarani, unatembea kifua mbele, wewe ndio wewe. Ukifika nyumbani, wewe ndio wewe, hakuna mwingine kama wewe. Jioni ya leo tambua kusudi la Mungu kukuumba wewe. Mungu hajakuumba kwa bahati mbaya. Mungu amekuumba kwa kusudi maalum, na kusudi kubwa kuliko yote ni kwamba Mungu anataka umwabudu yeye. Mungu anataka umwabudu yeye katika hali yoyote unayopitia. Pamoja wakati mwingine maisha hayaeleweki, hayasomeki. Waswahili wanasema kwamba hayasomeki, lakini Mungu anataka umwabudu yeye. Mungu anataka umwabudu yeye. Na jioni ya leo ni jioni pekee pao ya kuamua. Wakati mwingine pengine umefunga, mimi sijui umefunga kwa dini gani, hayanihusu, lakini Mungu anataka umwabudu yeye. Mungu anataka umwabudu yeye. Mungu anataka umfuate. Kumwabudu Mungu sio kuimba mapambio. Nisikilizeni, kumwabudu Mungu ni kufuata Mungu, kutii maagizo ya Mungu, ni kutembea kwenye njia za Mungu, ni kuishi sawasawa jinsi ambavyo Mungu anataka, ni kutembea kwenye kusudi la Mungu la kukuumba kwako. Jioni ya leo nataka niombe kwa ajili yako popote pale ulipo, ili Mungu akusaidie, ili Mungu asikuache, ili Mungu aendelee kukupa neema na rehema pale ulipo. Mungu aendelee kukutana na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako jioni ya leo. Baba, tazama, nimesimama hapa, nimezinena habari zako jioni ya leo, ya kwamba wewe ni Mungu ambaye umetuumba kwa sura na mfano wako, na Mungu ambaye unatamani watoto wako wa kiume na wa kike wasipotee,
dunia. Hautaki watoto wako wapotelee kwenye ulevi, kwenye madawa ya kulevya, wapotelee kwenye ushirikina, wapotelee kwenye mambo yasiyofaa. Wewe ni Mungu ambaye unataka watoto wako wapokee uzima. Na jioni ya leo Bwana, nimesimama mahali hapa Bwana kuzinena habari zako za ufalme, ya kwamba wewe ni Mungu ambaye umetuumba kwa sura na mfano wetu. Baba, kila mwanadamu ambaye umemwachilia duniani Bwana, yeye ameumbwa kwa sura na mfano wako. Hata kama wanadamu ambao tunaoishi nao wanatunenea mabaya, wakati mwingine watufananisha na wanyama, wakati mwingine watufananisha na watu fulani, hapao ni kweli Bwana, hatufanani nao, lakini wewe ni Mungu ambaye unayetuumba kwa sura na mfano wako Bwana. Na jioni ya leo Mfalme wa falme, ninatangaza ya kwamba kila mwanadamu ambaye yuko hapa, kila mtu ambaye yuko hapa Bwana, hata umemuumba kwa sura na mfano wako Yesu Kristo, naomba ingilia kati ndani ya moyo wako, ingilia kati ndani ya moyo wako kwa jina la Yesu Kristo. Kila kilichoondoa thamani ya ibada, kila kilichoondoa ushirika na wewe, kila kilichoondoa Bwana makusudi yako Bwana, jioni ya leo nayakemea kwa jina la Yesu. Mapepo, majini, mashetani yaliyokamata mioyo ya watu hawa, ulevi, ushirikina, tabia mbaya, mambo yasiyofaa, uasherati, uzinzi, kila namna ambayo amekamata watu hawa, jioni ya leo Baba ninaikemea kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe ni Mungu ambaye umeumba watoto wako ili wapate kuabudu wewe katika roho na kweli. Baba, umesema katika Yohana sura ya 4 wala ukasema ya kwamba Mungu ni roho, nao waabuduo na wapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yesu Kristo, wewe unatafuta watu kama hao, na jioni ya leo Bwana, naomba ukakutane na baba yule, naomba ukakutane na mama yule, naomba ukakutane na watoto hawa, naomba ukakutane na wazee, naomba ukakutane na wadada, naomba ukakutane na watu wote kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Asante Mfalme wa falme, kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Mfalme wa falme, natangaza uzima. Kuna mtu anaumwa, nisikilize, kuna mtu anatembea na ugonjwa, yaani kuna mtu anatembea na ugonjwa, anaumwa, anatembea na ugonjwa. Kuna mtu anatembea na ugonjwa, hana wa kumwambia, anaogopa kumwambia mwingine, atachezwa. Lakini yupo Mungu ambaye unaweza mwambia na Mungu akakuponya jambo lilo nalo. Yupo Mungu ambaye unaweza mwambia na akakuponya. Na jioni ya leo, ugonjwa ulio nao, mateso ulio nao, yaliyokamata mwili wako, ganzi ambayo imekamata mwili wako, ganzi inafika kuwa mwili unakufa, ganzi iliyokamata mwili wako, jioni ya leo naikemea katika jina la Yesu. Iachie kwa jina la Yesu. Vidonda vya tumbo, kuna mtu anaumwa vidonda vya tumbo, vinamtesa kwelikweli, vinamtesa kwelikweli. Umetumia dawa nyingi sana, lakini Mungu anakuja kukuponya. Mungu anakuponya hivyo vidonda vya tumbo, Mungu anakuponya hapo ulipo, Mungu anakuponya. Maombi hayana umbali, maombi hayana umbali, maombi hayana umbali. Mungu anakuponya hapo ulipo kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji hapo ulipo katika jina la Yesu. Maumivu ya kichwa, maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, toka achia kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, toka achia maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, yaachie jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana anafanya operation ndani yako, maana popote pale ulipo, operation ya kiungu inatendeka, inatembea kuanzia utosini mpaka unyayoni, kuanzia utosini mpaka unyayoni. Kuna wakati miguu inawaka moto, Bwana anatembea kwenye miguu, Yesu anatembea kwenye miguu, Jehova anatembea kwenye miguu yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Una familia, una mtoto anaumwa, Bwana akapeleka uponyaji pale, na tuma uponyaji wa Bwana ukatembea kwenye familia yako kwa jina la Yesu.
wamenisikia, wamesikia habari zako. Hakika wewe ni mwema, Bwana mapana, tangu nilipoanza na hata sasa ninapomaliza, bado wewe ni mwema, bado unaendelea kuwa mwema. Naomba usiku wa leo, wanaoota ndoto mbaya, ndoto za kukimbizwa na wachawi, ndoto za kulishwa nyama na wachawi, ndoto za kukimbizwa na simba, ndoto za kukimbizwa na watu waliokufa, kwa jina la Yesu Kristo nazikemea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila ndoto mbaya kuoseka usiku, nakemea usiku, jioni ya leo, nakemea jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Popote pale ulipo sema amen. Popote pale ulipo sema amen. Hata usiposema message send. Mungu abariki sana, abariki sana vijana wa baba, wa mama, wa dada wote ambao mlikuwa tayari kuweza kusikia neno la Bwana jioni ya leo. Mungu abariki sana tena sana, na kawe na jioni njema yenye baraka tele, jioni njema yenye baraka tele na afya njema kwenye maisha yenu. Tukutane tena wakati mwingine, panapo nafasi. Mungu abariki sana tena sana, na mwe na jioni njema kabisa yenye baraka tele katika jina la Yesu Kristo. Mungu abariki sana uko mlipo. Amen. Mungu abariki sana kule juu, lakini watu wote ambao wanaweza kusikia neno hili au wanaosikia sauti hii, Mungu abariki sana na mkawe na jioni njema yenye baraka tele. Awatunze na kuwapigania, hawatoe hapa salama na kuwafikisha nyumbani salama. Furaha ni pale anapotoka kazini na kurudi nyumbani salama na kukuta familia yake salama. Familia ina furaha, lakini pia yeye mwenyewe ana furaha, na tunaahidi kesho tuweze kujumuika tena katika majukumu mbalimbali ya shughuli zetu. Mungu akabariki na kuwatunza na kuwapigania katika shughuli zote za kiufundi, lakini pia katika uzazi wa biashara na kichochote kile ambacho kipo mbele yenu. Amen.